Hivi kwenye mahusiano haya ni tukio gani unahisi ambalo huwezi ukalisahau ambalo limeshawahi kutokea? Yaweza kuwa ni zuri ama baya. Lolote lile. Binafsi mimi kuna tukio lishawahi kunitokea miaka ya zamani sana, ambalo nahisi siwezi nikalisahau kwa sababu si zuri sana kwa sababu nilakuelezesha kidogo. Nitawasimulia. Zamani nahisi ilikuwa ni mwaka 2012 ndio kipindi hicho ninaanza sasa kuingia kwenye game na mimi la mahusiano. Kuna mtoto mmoja nilitokea kumuelewa sana. Kuna ushauri wanasema kwamba ni bora uanze tu kwanza kwa kumuelewa tu mtoto wa watu, mtongoze mapema fresh, maisha mengine yaendelee, ila sio ukaruhusu kwamba akaingia moyoni mwako kabla hujafanyaje ajawa mtu wako. Nadhani hilo mimi ndo nililokosea, kwa sababu yule binti nilianzia kumpenda nikamuingiza moyoni kwanza kabla ya kufanyaje ya kuwa nimezielezea hisia zangu kwake. Kwa hiyo kitu kile kikawa kinanitesa sana, kiasi kwamba ilikuwa yani usimuone. Unajua kuna ile inafika muda fulani hivi, yani ukimuona tu akili yote inachanganyikiwa. Yani hata kama kulikuwa kuna kitu unafanya unaacha, yani akili yote inahamia kwake, unakuwa unamfikiria yeye tu. Sasa kile kitu kilikuwa kinanitesa sana kiasi kwamba yani hata mambo yangu mengine nikawa nashindwa kuyafanya vizuri. Sasa nilikuwa na mshikaji wangu mmoja ambaye alikuwa anaelewa situation ambayo naipitia. Kwa hiyo jamaa alichokifanya, ikabidi amfuate yule mtoto wa kike akamueleza kwamba bwana, unajua nini? Samu anakuelewa, anakupenda sana. Na kama una nafasi au una muda, mpe nafasi mshikaji ajielezee hisia zake kwako, kama na wewe utaona kwamba inafaa muweze kuwa pamoja. Yule binti akasema kwamba fresh, hamna shida, wewe mwambie aje jamaa tuweze kuzungumza. Sasa jamaa wakati anaenda kumwambia mtoto wa kike alikuwa hajanishirikisha. Na mama alienda tu ile yeye mwenyewe kwa kuamua tu mwenyewe kwamba bwana ngoja nimsaidie mshikaji. Unaona? Kwa hiyo jamaa akaja kuniambia kwamba mtoto wa kike amekubali kule, mimi nimemueleza kila kitu na amenihakikishia kwamba anahitaji tu kusikia neno lako moja, kwamba unafanyaje? Unampenda mwe kwenye mahusiano. Ndio kilichotokea bwana, nikasema fresh, hamna noma mwanangu, kwa hiyo umenisaidia, naomba umuite mtoto wa watu tuweze kuyajenga. Umeona? Kwa hiyo kweli bwana, ikapangwa siku, mtoto wa watu akaja na mimi nikaenda. Jamaa akakaa pembeni kama kuadi kwamba anatusikilizia sasa kwamba mwamba anaenda kumaliza kazi. Nimefika pale tukasalimiana fresh, tunaangaliana. Dadake ananiambia sasa mnakusikiliza. Kwani maneno yanatoka sasa. Muda wote kila nikijaribu kuongea hisia zangu wapi? Kila nikijaribu kuongea wapi? Naishia tu bwana unajua hii sehemu ni nzuri. Hii sehemu ni nzuri. Yani nabadilisha mada. Maneno mengine yani kuhusu vitu vingine tunazungumza fresh. Lakini kumwambia sasa kwamba mimi nampenda. Ilikuwa ni kipengele sana. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho sitakisahau kwenye maisha yangu, kwa sababu ndio hivyo ujana.